We are here to honor. Tuko hapa kuiadhimisha The womb that we come. matumbo tuliotoka. So we honor the womb that we come. Tunaheshimu tumbo ambalo lilitubeba. We honor the gift of man. We honor the position of man. Tunaifurahia zawadi ya mama, nafasi ya mama. All mamas, Kina mama wote all over the world, ulimwenguni kote, be partaker of this ministry. muwe ushirika wa hii huduma. Put your mind under this anointing, Weka haja yako kwenye upako huu, so we can celebrate your day. ili tuisherekee siku yako. Wherever you are, Popote ulipo, we love you. tunawapenda. You are so crucial. Nyie ni wa muhimu sana. You are so crucial. Nyie ni wa muhimu Everywhere. sana. Popote We honor you. tunawaheshimu. And this special day for you, we celebrate Na you. hii siku maalum kwa ajili yenu, We honor your gift. We honor your tunaiheshimu zawadi yenu. everything that God put inside you. Kila kitu ambacho Mungu ameweka ndani It's so yenu unique and peculiar. umeumbwa kwa kipekee. Courage and tolerance. Ushujaa na uvumilivu. You deserve. Nastahili. You deserve. Nastahili. All mamas all over the world, you deserve. You Mama deserve wote honor. ulimwenguni kote mnastahili You heshima. deserve respect. Mnastahili heshima. You deserve it. Mnastahili. So be with me in this ministry today. Kuwa na mimi katika huduma hii siku ya leo. I have your gift for you. Na zawadi kwa ajili yako. Yes. Ndio. A tangible gift and spiritual gift. We combine them together. Tunaviunganisha pamoja, zawadi ya kimwili na zawadi ya kiroho. This is an apostolic gift to you. Ni zawadi ya kitume kwa ajili yenu. Me as your child. Mimi kama mtoto wenu. Receive this gift kindly. Pokea hii zawadi. It's a gift of love. Zawadi ya upendo. I mean it, I love you. Ninamaanisha kwamba ninawapenda. All mamas along the Mama world. wote ulimwenguni kote. I love you. Ninawapenda. We need you. Tunawahitaji. Get courage. Muwe washujaa. Stand firm. Muwe imara. Be strong. Muwe imara. That is who you are, mom. Nyie ndivyo mlivyo, kina mama. We love you. Tunawapenda. Thank you so much. Asanteni sana. Amen. Ukiwako mwanamke yote amenitazama, If there is any woman who is watching me, put your mind under this anointing on this Mother Day of celebration. kwenye siku ya kumshirikia mama. Yakiwako magonjwa yoyote, If there are any kind of sickness, ukiwako udhaifu wowote, any weakness, inuka kutoka kwenye kitanda hicho mwanamke. just Sasa wake up hivi, from that bed right now. sasa hivi, Right now. kwa jina la Yesu, In the name of Jesus. weka imani, Put this faith. achia kitanda hicho. Leave that bed. Maradhi mwachie mwanamke huyu. You sickness, leave that woman. Toka kwenye kitanda hicho. Come out from Kwa that jina la bed. Yesu. In the name of Jesus. Inuka mwanamke. Magoti yanauma, weka mikono kwenye magoti. Whether your knees is hurting, put Tumbo your linauma, hands weka on mkono kwenye tumbo. Whether your stomach is hurting, Kinaondoka put sasa your hivi. stomach. Right now, Kwa this jina la right Yesu now. Kristo. In the name of Jesus Christ. Mwanamke nisikie. You woman, listen to Weka me. mkono wako juu ya kichwa. Put your Wewe hands unanitazama on kwa your njia ya social The media. one who is watching me through Popote social media. ulipo. Wherever you Kwa are. jina la Yesu In the name Kristo. of Jesus Christ. Receive. Pokea. Receive your healing. Pokea. Receive breakthrough. Receive your healing. Receive your healing. Pokea Be uponyaji. healed. Be Pokea. healed. Uwe mzima. Be whole completely. Uwe mzima. Kabisa. Be whole completely. In the mighty name of Jesus Christ. Katika jina kuu la Yesu. Ninafuta kisukari kwako. I raise all that. Ninafuta kansa kwako. Ninaiondoa kwa jina la Yesu. I remove it in the name of Kansa kwa mwanamke huyu. Siku kama ya leo, ninafuta kumbukumbu yako. I raise that. Ninatoa unajisi kwa neno la Bwana. I curse you in the name of Kansa Jesus. nafuta kwako mwanamke. I raise it in
kuachie, UTI kuachie, malaria kuachie kwa jina la Yesu Kristo. Upone mwanamke, upone mwanamke. Inuka, miguu iweze umekaa kwenye wheelchair. Sikia. Listen. Inuka sasa kwa imani. Wake up now. Inuka sasa kwa imani. Simama kwa imani. Kwa jina la Yesu Kristo. Yesu anakuponya. Zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Yesu anakuponya. Yesu anakuponya. Zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Inuka mwanamke. Ninalaani kinachokuweka kwenye wheelchair. Kwa neno la Bwana kitia unajisi. Nanyunyiza damu ya Mwana Kondoo kwenye kila gonjwa unalopitia. Kila aina ya maradhi. Kila namna ya gonjwa unakuambia. Ninalaani kansa kwenye damu. Ninalaani kansa kwenye damu. You come here. Nguvu yako iko wapi? I seize your power. Ninaizimisha nguvu yako. You come here. I seize your power. Ninaikomesha nguvu yako. I render your powers. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Inuka mwanamke. Simama. Jitwike godoro lako. Inuka mwanamke, nenda. Stand up and go. Inuka kwenye ndoa yako. Stand up from your marriage. Rudi tena kwa mume wako. Go back to your husband. Rudi tena. Go back. Inuka tena. Usimwache kama huyo mume. Inuka tena mwanamke. Usiache hiyo biashara. Inuka tena. Mungu anakupa nguvu na upako sasa hivi. Inuka tena kafanya biashara hiyo. Inuka tena mwanamke. Waambie watoto wako wakusanye tena. Hata kukata tamaa na kuchoka. Mafuta yako hapo wakati huu. Upako uko hapo wakati huu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kila nguvu za giza za kukandamiza. Ninafahamu kwa jina la Yesu Kristo. Achia mwanamke, toka. Achia mwanamke, toka. Kwa jina la Yesu Kristo. Inuka mwanamke. Wewe ni mbarikiwa. You are the blessed one. Futa machozi. Vaa mshipi wako tena. Put on your belt. Vaa viatu tena. Put on your shoes. Ninakubariki kwa jina la Bwana wangu Yesu Kristo. Bless you through the name of my Lord. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Uponye maradhi yako yote. May be healed of all of your sickness. Maradhi ya umaskini uponywe. The sickness of poverty. Maradhi ya kitata ndoa uponywe. The presence of marriage be ndoa yako iuishwe tena. May your marriage be nourished. Hisia zako kwa mume wako zirudishwe tena. May emotion to a husband be returned. Nguvu zako za kike zirudi tena. Oh, you are. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Pokea fedha. Receive the pokea mitendo ya fedha. Receive the blessing. Pokea baraka za fedha. Receive the blessing of pokea money. mtaji. Receive the pokea blessing. baraka za kutoka. Pokea moyo ya mtaji. Pokea visa. Receive money. Ikajibiwe sasa hivi. Na pasipoti yako ikatoke sasa hivi. May your passport. Uende ukachukua mzigo China. Go and take. Kwa jina la Yesu Kristo. Inuka mwanamke. Toka mahali hapo. Toka kwenye chumba hicho. Inuka sasa. Kunywa maji, mshangilie Bwana. Mtukuze Bwana kwa jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Shangilie Bwana. Celebrate Jesus. Ninamheshimu mama. I just respect the mother. Lakini siku ya wanawake duniani, But the day of the woman, hata wale waliojibadilisha jinsia kuwa wanaume kuwa wanawake wamo humo. Their gender to be a woman, they are among them. Ninamheshimu mwanamke aliyekubali kuchoka. I respect and all the women who Aliyekubali kubadilisha maumbile. The one who agreed to Aliyekataa usichana. The one who akakubali manyonyo yalale. and he agreed to Akakubali maumbile yake yabadilike. her shape. Ninamkuza huyu, namshukuru I huyu. just glorify her and I thank her. Hakuangalia ubinti wake, hakuangalia uzuri wake. He didn't look on her beauty. Aliamua kumheshimu mwanamume huyo, akaamua kubadilisha maumbile yake. And she tried to change her figure. Shangilia mwanamke. Celebrate for the woman, for the mother. Wewe ni mtu wa muhimu sana. You are so crucial. Ni mtu wa muhimu mno kuliko kingine. You are so crucial, more than anything that you know. Nguvu uliyobeba ni moja ambayo inabidi The power utambue. that you have carried is just one, and Mungu amekupa nguvu ya ushawishi. God have given you the power of convincing. Mwanamke amebeba nguvu ya ushawishi. A woman have carried the convincing power. Unaiona hii mithali inasema, this proverb and it mlee says, mwanao katika njia where you are child, hata atakapo. Hata grow up. nataka nikwambie mithali ile sio kwa sababu ya wanaume. Ile mithali kwa sababu ya mwanamke. Mwenye uwezo wa kupanda mbegu inayokaa mpaka uzee kwa mtoto ni mwanamke. Ukiona ile mithali uitazame, ni mwanamke. Mwanamke ndio ana nafasi ile
ile ana nguvu ya kupanda mbegu ya ushawishi kwa mtoto mpaka anapokuwa mzee. Ni mama amepewa nafasi hiyo, ila akina mama wengi hawajui nafasi yao, ndio maana anaweza akaitumia nguvu vibaya au vizuri. Kuna wanawake ambao wameharibiwa na wanaume kwa sababu walizalishwa, kwa sababu wamepishana na mume, wamekosana, anaweza akajaza nguvu ya ushawishi kwa mtoto akamharibu asijue, mpaka baadaye anakosa baraka za baba na anakuwa mtoto afanikiwi kwa sababu ya mbegu aliyopanda mama, kwa sababu mama kusimama katika nafasi yake. Mama ana nguvu, ana kipawa, ana uwezo kutoka kwa Mungu wa ushawishi. Ndiye anayegeuza jengo kuwa nyumba. Ndiye anayeambukiza imani kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Paulo mtume anasema hivi kwa Timotheo, anasema imani hii naikumbuka imani hii sio tu iko kwa mama yako, hapana, imetoka kwa bibi yako Eunice. Imani hii imetoka kwa bibi yako inaitwa Eunice. Anasema Paulo, imani hii imeambukizwa kutoka kwa bibi anaitwa Lois. Kwa bibi yako Lois, imetoka kwa Lois, imeenda kwa mama yako, imekuja mpaka kwa mchukuu anaitwa Timotheo. Leo Timotheo ni mchungaji kwa sababu ya imani ya bibi Lois. Leo Timotheo ni mtume kwa sababu ya imani ya bibi anaitwa Lois. Mama wana uwezo wa kuambukiza imani. Kina mama wamshangilie wana uwezo wa kuambukiza imani. Ndio wanaoambukiza hata secular knowledge. Mimi sina muda kukaa na watoto wangu kufuatia na kupitia madaftari. Mke wangu ana uwezo kupitia madaftari na watoto wangu. Sina muda huo mimi. Huyu ni mama amepewa uwezo huo. Ako gifted namna hiyo. Yeye anaweza kumwangalia mtoto anaendeleaje shuleni. Sio baba. Kuna kitu kimoja ambacho wanawake wengi hawakielewi. There is one thing where a lot of women doesn't understand it. Kila mwanamke aliyezaliwa duniani, nataka nikupe siri. Every woman who have been born in this world. Kwani shetani anapenda sana kucheza na wanawake? Why Satan is always playing with a woman? Kila mwanamke aliyezaliwa duniani, every woman who have been born in this world, huwa anabeba she always carries special plan ya Mungu, mpango maalum wa Mungu wa kimbingu heaven kwenye tumbo lake, in her womb. Kila mwanamke, every woman. Huyu ni Hana. This is Hannah. Anatoka Samueli. Samuel is coming out from that womb. Huyu ni Mary. This is Mary. Anatoka Yesu. And Jesus come out from that. Wanasema nimebarikiwa tumbo. Nimebarikiwa tumbo. Wanawake wakasema nimebarikiwa tumbo. Nilokutoa wewe. Kila mwanamke ana tumbo limebeba mpango maalum wa kiungu. Na hapa ndio ambapo huwa mnapakosea. Kila nyumba anazaliwa mmoja anaitwa star wa familia. Mama yeyote kuzaa watoto 5 4, tazama mmoja yupo kwa sababu ya kumbeba baba, mama au dada zake na kaka zake wote. Hiyo ni nyota ya familia, na hiyo nyota lazima uiombee usiku na mchana. Ukigundua kwa hiyo ni nyota, ibebe hiyo. Achana na wale wanne, ibebe hiyo nyota. Nyota kazi yake ni kuwabeba wote. Ni kuwabeba wote. Amebeba nyota kulitumbo. Wanawake wengi wachui. Unaweza kuwa unahangaika na watoto 15. Mmoja kila siku anaishia gerezani, vituo vya polisi. Sikia, achana naye, iombee nyota. Mwombee yule aliye nyota. Yule ndiye amebeba mpako wa kufanya yale mambo mengine yote yakae sawa. Ni mmoja tu. Kila tumbo la mwanamke limebeba mpango maalum wa kiungu duniani. Unakuja kuleta tumbo kimoja utakachofanya mapinduzi kwenye dunia hii. Tumbo la mwanamke yote. That will bring revolution in the world. In the womb of the woman. Knowledge. Lakini shetani amecheza na nyinyi. But Satan has played with all of you. Nyinyi mnashindwa kutambua nyota ya familia. You cannot even. Hakuna nyumba ambayo haina nyota. There is no family that doesn't have have nyota. There is no. Kila nyumba ametoa. Anaweza kawa festivali, anaweza kawa mlima, anaweza kawa rasti, anaweza kawa popote. Anywhere. Lakini pia sasa
Esau aliharibu mzaliwa wa kwanza. Lakini Mungu hakuacha, akamchukua mdogo, akamfanya kuwa nyota. Rubeni aliharibu mzaliwa wa kwanza. Mungu akamharibu, akasimamisha kabila ya Yuda. Ndio anakuja kutokea Yesu. That is where Jesus comes from. Kuangalia, unafika kuona mwanamke. You have to umebeba mmoja ambaye amebeba familia. The one who is wekeza maombi na mifungo pale kwa yule mmoja. Hao wengine wote watakaa sawa. Yule mmoja akichora nafasi yake na kusimama nafasi yake. Wale wote pamoja na wewe mama, pamoja na wewe baba, wote mnapokea kutoka kwake. Kufanikiwa kwake ndio kufanikiwa kwenu. Kutoka kwake kimaisha ndio maisha yenu yanatoka. Anapoanguka ndio mnaanguka. Anapoanguka ndio kila kitu. Akiwao mmewao. Anaitwa nyota ya familia. Kinara cha familia. Hiyo haina jinsia. Hayo kitu wa kiume. Whether Mungu hutumiaga tu. God just use anyone. Hallelujah. Praise Master Jesus. Tuna characters wengi kwenye Bible ambao wamefanya laws of man imekuwa so superior. Moses man, Samuel man, mother of Jesus, Mama wa Yesu, grandfather wa son. Hao wote wamekuwa role model kwenye maisha all yetu. of them have been a role model in your life. Unaweza ukaandika nami Samueli wa kwanza. You can write with me First Samuel. Moja Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 2 mpaka wa 5. Utaruka utaandika mstari wa 11, utaruka utaandika mstari wa 21 mpaka mstari wa 28. Ukienda Warumi 16 mstari wa 13 utampata mama wa kiroho wa Apostle Paul. Mama wa kiroho, Spiritual mother. Mama wa kiroho. Spiritual mother. Mama wa kiroho wa Apostle Paul. Spiritual mother wa Mtume Paulo. Utaenda kwenye Tito 2:4 mpaka 8. And you go to Titus. Utaenda kwenye Timotheo wa kwanza 5:10. Utaenda kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 12. Lakini utaenda kwenye Deuteronomy. Utaenda kwenye Deuteronomy chapter 6. Mstari wa 4 mpaka wa 9. Lakini utaenda kwenye Zaburi ya 78 mstari wa 4. Utaenda pia kwenye waraka wa kwanza wa Timotheo sura yake ya 2 mstari wa 15. Hiyo zote zinaeleza significance of man, significance, laws of man, parenting laws of man, spiritual and physical. Zote hizo zinatembea. Mama ndio anafanya teaching and discipline. Baba hawezi kufanya discipline. Baba anaambukiza tu kwa mama, one time, one go, shoot imeondoka. Basi anayekaa muda mrefu kufanya teachings and discipline ni mama. So mama is an influencer. He's an influencer. Mshawishi. Kabisa. Be careful that gift of influence. That power of influencing. Hiyo nguvu ya kushawishi kwa nayo makini. That's God's gift. Shetani anatumia kwenu nyinyi. God to destroy the family. Hallelujah. Nimeongelea kwa bali ya to pass down faith generation to generation. Anaweza kufanya na pass down faith generation to generation. Kizazi kwa kizazi. Tena inaitwa naweza kusema ni whole history. Ni history ended down by word. You can call it history. History ended down by word nini? Mama ana uwezo sio tu kufanya generation. She has such ability. She built her home to make a loving environment. Tengeneza mazingira ya upendo. That's a lot of mom. Hiyo ni nafasi ya mama. Hallelujah. Praise Master Jesus. Tunachua children spiritual. Oh, so many. Nyingi sana. Ninamshukuru Mungu. I thank God. Ninaipenda hii siku. And I love this day.